tungempigia magoti hata ngegaragara kwa kutuondolea janga la kupigana. Mungu akubarikie, uendelee kwa salama, akupe mitano tena. Turashimye cyane rais wetu Suluhu Hassan kutuzanira mazi. Maji ni muhimili muhimu katika taifa lolote duniani. Ndio maana wachambuzi wa mambo husema maji ni uhai. Nchini Tanzania, sekta ya maji imejizolea umaarufu mkubwa barani Afrika na duniani kwa ujumla kwa namna inavyohudumia wananchi wake wa mijini na vijijini. Kwa kipindi kirefu wananchi waishio vijijini wamekuwa wakilifananisha tone la maji kama dhahabu, huku wakitumia muda mwingi kuisaka huduma hiyo muhimu. Jambo hili limeumiza mioyo ya viongozi wengi, kila mmoja kusugua kichwa kutafuta njia ya kumkomboa mwanamke wa kijijini. Kila kiongozi aliyeshika hatamu katika taifa hili amefanya kwa sehemu yake kadiri Mungu alivyomjalia. Yatosha kusema yaliyopita si ndwele. Nyota njema huonekana asubuhi, wasemavyo Waswahili. Swala hili likaanza kupata mwanga wa utatuzi pale serikali ya awamu ya 6 ilipoingia madarakani, huku Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akiapa kupambania kumtua mama ndoo kichwani chini ya utekelezaji imara wa Wizara ya Maji kupitia Wakala wa Maji na Usafi wa Mazingira Vijijini, RUWASA. Rais Samia alikusudia kuwafikisha Watanzania katika nchi ya ahadi. Dhamira yake akaanza kuionyesha alipohutubia bunge kwa mara ya kwanza mwaka 2021. Lengo lilikuwa ni kufikisha maji kwa 95% kwa maeneo ya mijini na 85% kwa maeneo ya vijijini. Na hapa ndio tunakwambia ukiona vyaelea vimeundwa, kwani mpaka sasa upelekaji wa maji mijini upo zaidi ya 91%, huko vijijini ikiwa ni zaidi ya 83%. Hili si jambo rahisi. Kufikia hatua hii ya Watanzania kuvunja rekodi ya utoaji wa huduma bora za maji barani Afrika, ua la matumaini likaanza kuchanua na nyota ya kumtoa mama ndoo kichwani ikaanza kuangaza. Mwendo wa kuelekea vijijini ukashika kasi. Safu ya wataalamu ikajipanga na kufanya kazi kama siafu na ari kubwa kwa ushirikiano, umoja, kujituma, kujitolea, huku wakitawaliwa na uzalendo wa taifa lao. Twende mkoani Tanga, mkoa wenye mandhari tulivu iliyojikita pembezoni mwa bahari ya Hindi, ardhi iliyopambwa na tambarare, mabonde na milima yenye chemchemu zinazotiririsha maji yake katika mito na uoto wa asili uliotunzwa. Hii ni safari ya kuelekea vijijini kutembelea miradi ya maji iliyo chini ya Wakala wa Maji na Usafi wa Mazingira Vijijini, RUWASA, inayotekelezwa na serikali ya awamu ya 6 mkoani Tanga. Tunapozungumzia maji, tunazungumzia hisia za mwanamke moja kwa moja. Wanawake hawa wanazo simulizi za kusisimua kupitia visa na mikasa waliopata katika kulisaka tone la maji. Samia mama, Samia mama, Samia mama, tukushukuru. Mkazi wa Tungamaa, tunamshukuru mama Samia. Tena tungempigia magoti hata ngegaragara kwa kutuondolea janga la kupigana. Mungu akubarikie, uendelee kwa salama, akupe mitano tena. Tunapigana mpaka wengine wanaenda hospitali kulazwa. Naelewa, lakini tangia situletee mradi huu, tunamshukuru mama Samia na viongozi wenzake wote kwa kutuletea mradi huu. Tumepata nafuu. Amkuta mtu kamchukulia jiwe mwenzie kampasua kichwani, enda zake shtaki. Sasa ushanishtaki mimi, tukarudi huko tutasema, au umenipiga umeniweza nikarudi tutaongea? Hatuongei. Ndio changamoto zetu zilizokuwepo hapo kipindi hicho, lakini sasa hivi tunamshukuru mama. Maana sasa hivi hatupigani, tumetakata sasa hivi. Asotaka kufua ujue wewe mvivu, tena mchafu. Lakini kwa maji mpaka uwani tumeletewa. Na pia tulikuwa twalipa 20 na sasa hivi twalipa 10,000 tu. Ule bwawani ilikuwa tukichota maji, watu walikuwa wanusurika na mamba. Ule bwawani ilikuwa tukichota maji, mamba alikuwa tunusuru watoto wakienda kule na makelele, watoto waseli. Mamba alikuwa wanafika mpaka juu, wanatutafuta kwa sababu ya maji, tunafuatilia kule. Lakini tangu tumeanza mradi wa maji, kwa kweli tunashukuru kwa Mwenyezi Mungu. Lakini mamba walitusumbua sana. Enzi za nyuma kabisa watu wameshakufa kwenye maji yale. Jinsi alivyotutua ndoo kichwani. Tunashukuru kwa sana kwa mama Samia.
majina naitwa Tekla Vincent Masala, ni mkazi wa Tundama. Mama Samia ameleta suluhu kubwa sana katika kijiji chetu, kwa sababu zamani tulikuwa tunateseka sana, watu wanatukanana, hata sisi vijana tulikuwa tunawakosea heshima watu wakubwa kwa ajili ya maji. Lakini toka mtuletea huu mradi wetu wa maji, tunashukuru sana. Watu wengi wanafurahia huu mradi, wanafurahia haya maji. Watu wengine wameanza kuvuta maji majumbani mwao ili waweze kupata maji vizuri. Sio kama zamani. Mama Samia amemtoa mwanamke ndoo kichwani. Nashukuru sana kwa kutuliwa ndoo kichwani. Sisi wanatungama wote sasa hivi. Maji mwamwamwa. Maji mwamwamwa. Tunashukuru kwa Mwenyezi Mungu. Tumetuliwa ndoo kichwani. Mama Samia mitano tena. Waziri wa maji mitano. Simulizi zinasema shida ya maji hapo awali ilipelekea mpaka kuvunjika kwa ndoa. Hebu tuangalie jinsi sekta ya maji ilivyookoa familia zilizokuwa hatarini kuvunjika na hatimaye kuwa baraka. Kuna kipindi kilifikia maji hapatikani kabisa visimani. Tunaamka usiku tunaenda kulingia maji. Tunaacha na mwenzetu ndani, tunaenda visimani. Kiasi kwamba ile hali hata mama mwenyewe hajalizikana. Ndoa zinakufa kwa ajili ya maji. Ila kwa sasa tunashukuru Mungu maji kutufikia karibu. Hata zile ndoa tena hazitakufa. Tunamshukuru rais wetu, tunamshukuru mbunge wetu na viongozi wake na bodi nzima ya maji. Kwa sasa tunaitoa ndoo kichwani, tunabeba mkononi. Tunashukuru sana. Kina mama wanashinda kwenye mabonde huko kulindia maji. Kwa hiyo wanarudi nyumbani wamechoka, wamerudi nyumbani pia hivyo waume wanashuku mambo mengine ambayo yawezekana hayakuwepo, lakini mfarakano ulikuwa unatokana na habari za maji. Lakini sasa hivi ndoa zetu zina amani. Tunaenjoy kwa kweli. Kwa hiyo pongezi sana kwa Mama Samia. Huyu mama kiukweli tunampa maua yake. Big up mama, big up waziri wetu wa maji, big up mbunge wetu. Suala la kumleta mwanadamu duniani ni mtambuka. Je, ni upi mchango wa maji katika sekta ya afya kwa wajawazito waishio vijijini mkoani Tanga? Mganga mfawizi wa zanati ya Kwatango. Ni furaha yangu kusema kama mganga mfawizi kutoka katika zanati hii kwamba ujio wa maji katika eneo hili kama tunavyoona imesaidia hasa zaidi katika hali ya kina mama. Maana tulipata changamoto hapo awali wakati wa kujifungua, lakini sasa tunafurahi kwa sababu wodi zetu zina maji ya kutosha na huduma zinaendelea vizuri mahali hapa katika hali ya leba. Nafikiri ni zaidi ya hilo tu, pia katika hali ya mazingira tumeweza kuboresha hasa zaidi, ni msaada zaidi katika hali yetu ya uandaaji wa mazingira. Ninafurahi kwa ajili ya ujio wa maji. Kiukweli awali kabla ya ujio wa maji hali ilikuwa ni mbaya sana, kwa sababu ilikuwa inawalazimu wakina mama pengine kabla ya kujifungua waweze kuchukua gharama kubwa ya kufuata maji mbali na eneo hili la huduma, na ambapo pengine wakati mwingine inawalazimisha hata sisi pia kupata shida katika hali ya usafi. Kwa hiyo ninaona kuna badiliko kubwa ukiachana na hali ya nyuma tuliokuwa tukipata shida ya utafutaji wa maji kwa gharama kubwa, na sasa tunaona kuna badiliko kubwa kwa kweli. Ninatoa pongezi za dhati sana kwa rais wetu Dr. Samia kwa ajili ya jitihada kubwa kuhakikisha kwamba maji yanakuwepo kwa maeneo mengi, na niweze kusema anastahili maua yake kwa zoezi kubwa hili ambalo amelifanikisha kwa wananchi. Tunajua kabisa mradi huu wa maji uliokuja hapa kwetu utatuletea manufaa mengi. Kwenye makanisa, kwenye taasisi za kanisa, hospitalini kulikuwa hakuna maji. Hata juzi nesi anasema wakina mama mzae tu maana maji yako mlangoni. Maana kipindi kile maji yalikuwa hayapatikani. Mpaka uyafuatilie bondeni ukalete maji, lakini sasa hivi tumeruhusiwa na nesi tuzae na tutazaa kwa sababu maji yako bomba. Kwanza siri ya mama Kijacho ni pale Samia aliposikia maumivu yangu, aliposikia msiba wangu na kilio changu. Kwa hiyo alipoleta mradi wa maji, ile habari ya bed rest kwenda mtoni, kwenda kwenye vilima iliisha. Kwa hiyo mimi na relax tu nyumbani, maji nasogezea hata na mtoto. Kwa hiyo imekuwa ni rahisi kwangu mimi kujikinga na kujilinda kufanya zile kazi za kubeba vitu vizito. Napenda kushukuru mradi huu wa maji kwa sababu mwanzoni nililalamika sana jinsi nilipopoteza ujauzito wangu kwa ajili ya kubeba maji. Lakini Mama Samia alisikia yale machozi kwa sababu yeye ni mwanamke. Aliona machozi yetu akatuletea mradi huu wa maji. Kwa mimi pongezi nyingi sana kwake na atarajia wajukuu kutoka kwetu.
yani mitano tena kwake. Yani namshukuru sana kwa sababu leo tatizo sasa hivi limekwisha. Yani sasa hivi namshukuru Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuleta mradi huu wa maji kwenye kijiji chetu, kwa sababu sasa nayafurahia maisha, naifurahia ndoa yangu, kwa sababu mwanzo nilikuwa nikibeba ujauzito unatoka karibia ujauzito mara 2 imetoka. Kwa hiyo ndoa yangu ilikuwa haina amani, ila sasa hivi amani ninaipata kwa sababu tayari ni Mama Kijacho. Naifurahia ndoa yangu, naifurahia amani yangu ya moyo kwa sababu maji yanapatikana. Kwa hiyo mitano tena kwa Samia Suluhu Hassan. Nashukuru kwa huu mradi wa maji uliotokea sasa hivi. Mimi kama mjamzito, kwa memba yangu wa kwanza nilipata changamoto, nilienda kujifungua hapo Kiwegu. Ilikuwa natakiwa niende nikafanyia operation lakini ikashindikana kwa sababu ya maji. Ikabidi tununue madungu ya maji. Mpaka sasa hivi ila nashukuru kwa hii mimba niliyopata, tunaona tumetengenezwa matenki ya maji hapa. Naona kwa sasa hivi nitajifungua kwa urahisi. Sisi tulikuwa tu tuna shida ya maji. Visima ilikuwa mtu unaenda kulindia, ukienda kuanzia saa 10 jioni utarudi asubuhi au kitarudi saa 9 usiku. Tukiona kama vile mawingu yameshikana mvua, mtu unamwaga yale maji unakimbia nyumbani, ukisema kwamba sijui mvua itanyesha, ukifika mvua imekata, mnarudi tena kule kule. Kwa hiyo ilikuwa tunapata changamoto katika ndoa yetu. Samia kura atapata. Tunamshukuru sana kwa hicho alichotufanyia kwa sisi wajawazito. Namshukuru sana, Mungu ambariki na Mungu ampe wepesi. Kabla mradi huu haujatokea, watoto wetu walikuwa wanateseka. Wakati mwingine lazima waje na vidumu vya maji wakiwa wameshikilia mikononi, wengine wanakuja wameloa kwa ajili ya kubeba maji kuhakikisha vyo vina maji. Lakini kupitia mradi huu ule uchelewaji wa wanafunzi hautakuwepo tena, watakuwa wakishiriki vipindi darasani kwa muda mwafaka. Lakini pili, kupitia mradi huu sasa tutaandaa marais watakaochukua nafasi baada ya Mama Samia, wanawake wengine ambao walikuwa wananyanyasika, wanatumwa mtoni, wanateseka, wanaenda mbali sana, ni kilomita nyingi kufuata hayo maji kwenye mabonde. Sasa nyingine wanakutana na nyoka, wanadondoka, wanaumia, lakini kwa sasa kutakuwa na utulivu mkubwa sana. Lakini pongezi hizi tunazipeleka moja kwa moja kwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na tunakupa mitano tena kwa ajili ya maendeleo ya kizazi chetu cha Tanzania. Mapinduzi ya sekta ya maji yamekuwa ni kichocheo katika kuinua uchumi na kuleta maendeleo chanya vijijini, na hii ni sehemu ya ushuhuda wa wanufaika wa uchumi baada ya maji kubisha hodi katika nyumba zao. Kwa jina naitwa Dela Masaru Kalungu, ni mkazi wa Duga Makoroni. Na kazi ya kufua kutumia mashine. Washukuru kwa miaka hii maji hayana shida. Miaka ya nyuma maji yalikuwa shida sana. Tunashukuru Mama Samia kwa miaka hii maji hakuna. Tunamshukuru Mama Samia kwa kutuletea uchumi wa maji. Tumetuchema kwa maji, sasa hivi maji yako kwa wingi sana. Sipati tabu ya maji. Hali ya sasa hivi inakuwa nzuri, maana bila maji hauwezi kufua. Lazima upate maji ndio ufue nguo. Sasa maji kila wakati lazima tupate. Hayakatiki. Lazima tupate maji kila siku. Tunamshukuru Mama Samia kutupa mradi wa maji. Sasa hivi tupate tabu tena ya maji. Mimi jina langu naitwa Nikodemo Hosea Kilahuzi, mkazi wa Duga Makoroni, wilaya ya Mkinga. Kweli kwa uhakika kabisa kwamba sasa tuzungumze sasa mji unapanuka baada ya ujio wa miradi hii ya maji. Na ukiangalia sasa kwenye kata yetu ya Duga, tunaweza kusema sasa ni mji mdogo ambao unaendelea kwa kasi kubwa. Ukiangalia nyumba zinazojengwa ni bora, na zinajengwa bora kwa sababu ya upatikanaji wa maji kirahisi, kwa sababu kila kona sasa hivi maji yanafanyaje, yanafika. Na ndio maana unakuta kwamba katika eneo la kata ile ya Duga Makoroni ujenzi wa nyumba bora kwa sababu ya upatikanaji wa maji. Hivi sasa tunashukuru maji tulivyoletewa, nafuu kubwa ipo, sababu kuna faida ambazo tunaweza kufanya kazi, tuna faida tukaenda shamba, tunafaidika kwa kutumia pia hata maji, kwa sababu maji ilikuwa zamani ni ya dharubu. Wazee ni hazina kubwa katika taifa letu, wenye historia ya tulikotoka, tulipo na tunakoelekea. Mzee huyu anatujuza namna mfupa ulioonekana mgumu na kulainishwa na Rais Samia, mfupa wa maji.
Mradi wa maji ulianza kwenye miaka 80, walikuja VDP hapa ambao ni Village Development Program mkono wa Jerumani, lakini walishindwa, maji hakutoka. Ukaja katikati tena hapo mradi mwingine wa maji, haikuwezekana. Na wakati huo kuna viongozi wa nchi wanatawala. Lakini Mama Samia alipoingia madarakani, mama katuonyesha maajabu. Katumia fedha nyingi kwamba sisi wana kijiji cha Vuga tupate maji. Wakina mama watoe ndoo kichwani, wamechoka kwenda mtoni mbali kwenda kuchota maji. Kwa hiyo mradi huu wa gharama kubwa sana. Ni heshima kwa watu wa Vuga, ni heshima kwa watu wa wilaya ya Mkinga. Sifa na utukufu vyote vinakwenda kwa Mama Samia. Tunamshukuru sana huyu mama, ndio maana sisi wengine tunasema mitano tena. Ni ipi sasa nafasi ya jamii katika ulinzi wa miradi ya maji, utunzaji wa vyanzo vya maji, mazingira na miundombinu ya maji? Kumekuwa na ulinzi shirikishi, yaani ulinzi kwenye vyanzo. Kwenye vyanzo kuonekana umekata mti mtoni au umechimba, yaani sehemu yoyote kwenye chanzo cha maji, hiyo ni hatua kali. Ndio tangu mradi uanze kweli kumekuwa na sheria kali ya kulinda mradi na kulinda chanzo cha maji. Na hili ni jopo la wataalamu ambao wanatupitisha kwenye siri ya mafanikio ya matokeo chanya ambayo hayakuja kama upepo, bali kuna kundi la watu waliojitolea kubadilisha historia ya wananchi wa kijijini, kuleta maendeleo na kukuza uchumi wa familia, jamii na taifa kwa kusimamia vyema miradi ya maji iliyogharimu fedha nyingi. Fundi sanifu RUWASA wilaya ya Pangani. Mradi wa maji Tungamaa ulianza kutekelezwa tarehe 30 mwezi wa 3 2023 ukiwa na thamani ya shilingi milioni 500. Katika ujenzi wa mradi huu umegawanyika katika sehemu mbalimbali, kwa maana kwamba kulikuwa na ujenzi wa nyumba ya pampu, ujenzi wa tenki yenye ujazo wa mita 50 juu ya kinara cha mita 9, kwa maana ya kwamba tenki lina ujazo wa lita 1050 kwa lugha nyingine tunaweza kusema hivyo, na ulazaji wa bomba kilomita 5.3 bomba ambazo kusambazia maji, na ujenzi wa vituo 13 vya kuchotea maji. Mpaka sasa kazi zote hizo zimekamilika kwa 100% na mradi tayari umeshazinduliwa, na katika kijiji hichi unahudumia wananchi wapatao 2047. Katika wilaya ya Pangani yenye jumla ya wakazi ambao tunahudumia RUWASA 60,848. Sisi wilaya ya Pangani tunawapatia 86.5 sawa na wakazi 52,448. Wilaya ya Pangani tunatekeleza miradi ambayo iko standard, na kwa kuliangalia unaweza kuona namna gani ambavyo matenki mazuri yanapendeza. Kwa hiyo kwa sisi wilaya ya Pangani hatuzungumzii tena kama issue maji ni agenda. Tunazungumzia sasa namna gani maji yaweze kuwa uchumi. Sio ile watu wanashinda kutwa mzima wanatafuta maji. Hapana. Wananchi wa mama zetu watajikita kuanzisha biashara zingine ndogo ndogo ambazo zitafungamanisha na uwepo wa maji yetu. Juma Hamidu Aweso kama anavyosema, ukipambana ugenini basi nyumbani uhakikishe amani imetamalaki. Hiyo kauli hiyo ameicheza vizuri na ameishikilia vizuri, kwa maana tu anahakikisha Tanzania yote maji yanapatikana. Kwa maana ya Tanzania sisi Tanzania RUWASA vijijini tuna 83% ya upatikanaji wa maji, lakini nyumbani kwao ana 86.5. Tunaohudumia au tunaotengeneza huu mradi wa Mkinga Ororo, mradi unatoa maji kule Pande ambao ni chujio kubwa kutoka TANGAWASA kuleta maji Mkinga. Na huu mradi ulisainiwa mwezi wa 9 mwaka 2022 na ukaanza mwezi wa 11 tarehe 5 mwaka 2022. Ulikuwa ni mradi wa mwaka mmoja, na huu mradi unatarajiwa kukamilika tarehe 30 mwezi wa 10 mwaka 2023. Huu mradi una gharama ya Tanzania shilingi bilioni 35. Mpaka huu mradi ukubwa wake unachukua
ile rising main, yani bomba kubwa kutoka la usafirishaji kutoka Moe mpaka Mkinga na Hororo ni kilomita 91.5 na mabomba ya usambazaji yana kilomita 104.5. Nao ni mabomba ya usambazaji. Huu mradi una matenki makubwa 9 na moja ni sampo. Sampo ni hili ambayo tunaona nyuma yangu hapa. Hili ndio linalopokea maji kutoka Moe. Hili lina ujazo wa lita 500 au mita kubiki 500. Hili tenki ni la zege na limeshakamilika kama unavyoona. Kwa tunangojea tu kuja kuingiza maji kutoka Moe. Maana sasa hivi tuko katika kazi ya kulaza mabomba ya usafirishaji kutoka kwenye chujio la Moe mpaka hapa na tuweze kuyasambaza, yakitoka hapa yanaenda kwenye matenki mengine mawili makubwa ya size hii. Moja liko Kasera, makao makuu ya wilaya, na jingine liko kijiji kinaitwa Kiruruduga. Mradi wa maji wa Tanga Uroro unatekelezwa na kandarasi mzawa kwa jina la kuitwa STC Company Limited. Kazi ambazo zimepangwa kutekelezwa kwenye mkataba huu ni pamoja na ulazaji wa bomba kuu lenye urefu wa kilomita 91, lakini pia uchimbaji wa mtaro na ulazaji wa bomba la usambazaji lenye urefu wa kilomita 104. Huu kunatakiwa kujengwa vituo vya kutoa maji 50 pamoja na vioski 8. Sambamba na hilo, mkataba huu unamtaka mkandarasi ajenge matenki 10 yenye ujazo tofauti. Matenki matatu yenye ujazo wa lita 500, lakini matenki mawili yenye ujazo wa lita 200 na 250. Hali ya utekelezaji mpaka sasa ni kwamba mkandarasi ameweza kujenga matenki yote matatu yenye ujazo wa lita 500, lakini pia ameweza kujenga matenki yote 5 yenye ujazo wa lita 100,000. Mradi huu mpaka kukamilika utakuwa na uwezo wa kuhudumia wananchi wapatao zaidi ya 55,000. Kutimisha hilo, nipende kumshukuru Mama Samia, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kutupenda wanamkinga, kutuletea mradi huu wenye gharama kubwa karibia bilioni 35.4. Sambamba na hilo, nimshukuru pia Mheshimiwa Waziri Jumaa Hamid Aweso ambaye ndio champion kwa utekelezaji wa wizara hii ya maji. Msingi anapambana vizuri, tunashirikiana naye vizuri kuhakikisha miradi ya maji inayotekelezwa wilaya ya Mkinga sio tu huu wa Tanga Uroro, bali na miradi mingine ambayo tunaendelea nayo kwamba inakamilika kwa wakati na inaweza kutoa huduma tarajiwa. Mhandisi wa maji, ipo ofisi ya RUWASA Muheza. Sisi kama RUWASA tunatekeleza huduma ya maji maeneo ya vijijini na tumetekeleza miradi takriban 13 kuanzia mwaka 2021 ni kipindi cha Mama Samia, na miradi hiyo ipo ambayo imekamilika na ipo ambayo iko inaendelea. Toka kipindi cha mwaka 2021 mpaka sasa hivi tumeweza kuongeza coverage ya huduma ya maji vijijini kutoka 47% ambayo ilikuwepo hapo awali na sasa hivi tupo 71%. Kwenye hiyo asilimia iliyoongezeka mpaka hapo tumetekeleza miradi jumla miradi 13 ya maji ambayo tumepokea fedha takriban bilioni 8. Supervisor wa chombo cha utoaji huduma ya jamii ngazi ya jamii Mkawasco ni mhudumu mkuu wa hiki kijiji cha kwa Tango, kwani tunashukuru upatikanaji wa huu mradi umesaidia changamoto kubwa sana ya wananchi kupata huduma ya maji, kwani awali hapo mwanzo walikuwa wanachota maji umbali mrefu, wanakutana na kadhia nyingi njiani kwenye utoaji wa maji. Lakini baada ya kupatikana huu mradi kulikuwa na changamoto 1, 2, 3 kusema swala ya uchangiaji wa huduma. Kwa hiyo tulijitahidi kuwapa semina, tukazungumza nao, tukakaa nao vikao. Hatimaye changamoto ya uchangiaji wa huduma imekaa sawa, wananchi wanachangia huduma kama inavyotajika kuchangiwa huduma, kwani angeshindwa kuchangia huduma basi ingekuwa ni shida kwenye kuendesha huu mradi. Hali ya upatikanaji wa huduma katika mkoa wa Tanga sasa hivi kwa maeneo ya vijijini imefikia 79%, lakini kwa maeneo ya mjini wastani wake ni 83%. Kwa maana ukichukua miji midogo ambayo ni Lushoto, Songe
Pangani, Muheza pamoja na mji wa Handeni, mji wa Korogwe pamoja na Tanga jiji unapata hiyo 83%. Na ile 79 ambayo iko vijijini. Tunaendelea kutekeleza miradi ya maji kupitia programu ya lipa kwa matokeo, lakini kupitia hela za mfuko wa maji. Kwa maana hiyo kuna pesa za National Water Fund P4R, lakini pia kuna pesa za Government of Tanzania GOT. Kwa hiyo katika mwaka huu wa fedha ambao tunaenda kutimisha ilani ya miaka 5 ya Chama cha Mapinduzi, tumeweza kutekeleza miradi zaidi ya 80 katika mkoa wa Tanga. Miradi hii kijumuisha vile visima 5 vya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini miradi hii pia ina miradi ambayo ni mikubwa na ya kati na ile ya muda mrefu. Katika mwaka huu wa fedha tumeweza kuanza kutekeleza mradi katika mji wa Kilindi, kwa maana Songe kwa Dibuluma, mradi ambao una gharama ya bilioni zaidi ya 25, lakini pia tunatekeleza mradi wa maji Mkinga Horohoro nao una gharama ya bilioni zaidi ya 35, lakini pia tunatekeleza mradi wa Segera Kabuku ambao nao una bilioni 27, lakini pia katika mkoa wetu kuna mradi mkubwa kabisa wa maji ambao ni mradi wa maji wa miji 28. Mradi wa miji 28 unaenda kuhudumia mjini na vijijini. Kwa maana hiyo mradi ule ambao una thamani ya zaidi ya bilioni 171 utaenda kuhudumia mji wa Korogwe, utaenda kuhudumia mji wa Handeni, utaenda kuhudumia mji wa Muheza, lakini pia utahudumia mji wa Pangani. Kwa hiyo katika kuhakikisha kwamba tunamtua mama ndoo kichwani, lakini tumetekeleza ile ilani ya chama, mradi huu utahudumia mijini na vijijini. Kwa kila bomba litakapopita, bomba kubwa kilomita 12 kila upande, wananchi wataenda kupata maji wa vijijini pamoja na mijini. Katika miradi ya vijijini yote ambayo inaendelea ina gharama zaidi ya bilioni 45, lakini kwa miradi ile ambayo ni ya kimkakati yenyewe inaenda kwenye gharama zaidi ya bilioni 250. Kwa hiyo unakuta miradi yote inayoendelea katika mkoa ina zaidi ya gharama ya bilioni 300. Kwa hiyo naendelea kuwasisitiza na waone thamani ya miradi ambayo inajengwa, lakini wananchi pamoja na wanawake wanaenda kutuliwa ndoo kichwani, lakini kikubwa zaidi miradi hii inajengwa kwa fedha zetu za ndani ambazo ni za Tanzania. Kwa hiyo wananchi washiriki kulinda miundombinu ya maji, wananchi washiriki kuchangia huduma ya maji, lakini pia kikubwa zaidi washiriki kuhifadhi mazingira pamoja na kuhifadhi vile vyanzo vya maji katika maeneo yote. Sisi tunaendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kutoa pesa nyingi katika maeneo ya vijijini na kumtua mama ndoo kichwani, na hili swala zima limeenda kuimarisha uchumi katika jamii, kwa sababu wanajamii pamoja na wanawake na watoto na vijana wametumia muda mchache katika kupata huduma ya maji, wametumia muda mwingi katika kujiendeleza katika shughuli zao za uchumi. Ni ipi sasa kauli ya serikali kwa viongozi wenye dhamana? Tumeendelea kujizatiti na kwa njia ya kuziimarisha jumuiya zetu za watumia maji ambazo ndio zinahusika na utunzaji kwenye ngazi ya jamii, ili zifanye jitihada ambazo zitahakikisha maji haya yanaendelea kuwa safi sana. Na nitumie fursa hii pia kutoa tu ufafanuzi. Kwa hiyo sisi tunaposema chanzo cha maji tunamaanisha mfumo mzima wa mto Zigi na ile eneo ambalo mvua ikinyesha linakusanya maji kupeleka mto Zigi, na sisi ndio tunasimamia eneo lote hilo. Kwa hiyo mimi nichukue fursa hii kwanza nishukuru serikali kwa kuweka jitihada hizi ambazo sisi zinaturahisishia sasa. Hapa kama mnavyoona tunashiriki wadau wote na sisi ni sehemu ya wadau hao, na mwisho wa siku mnufaika wa mwisho ni mwananchi. Kwa hiyo serikali imewekeza hapa bodi ya maji bonde ya Pangani, lakini tutaendelea kushirikiana na wadau wote, na nyinyi waandishi wa habari ni wadau muhimu sana kwenye hili. Muendelee kuhimiza wito wa serikali wa kutunza vyanzo vya maji, hasa wananchi wasivamia kwenye eneo la hifadhi la mita 60, lakini pia wasifanye shughuli za kibinadamu ikiwemo uchimbaji wa madini na kadhalika ambazo zinatuletea athari hasi kwenye vyanzo vya maji. Lakini kwa maana ya sekta ya maji na masuala ya mazingira, mkoa umeendelea kufuatilia miradi mbalimbali. Sisi katika fedha ambazo tunazipata katika sekta ya miradi ni trilioni 1.4. Mkoa mzima tunapata trilioni 2.8, lakini 50% inaenda kwenye sekta ya maji. Ni upi sasa utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwenye sekta ya maji? Ni kwa namna gani RUWASA ilivyotekeleza ilani hiyo? Ukizungumzia sekta ya maji mkoani Tanga,
ni lazima ulitaje jina la mtoto wao wa nyumbani, mzaliwa wa wilaya ya Pangani, Juma Aweso, ambaye ndiye waziri wa maji kwa sasa. Huyu amechochea mapinduzi katika sekta ya maji kwa kusimamia vyema maagizo ya utekelezaji wa miradi ya maji kwa awamu ya 6. Eneo la Muheza na Pangani yake alikuwa na changamoto, lakini tuna huu mradi mkubwa wa miji 28 zaidi ya bilioni 170. Kwa hiyo tunatoa maji ya Pangani yatakwenda Handeni, yataenda Muheza, yataenda Korogwe, yatakuja mpaka Pangani. Kwa hiyo hali ya upatikanaji wa maji tutakuelekea, lakini eneo lingine ni ile eneo la Mkinga. Wana changamoto mbili, moja ukanda huo hali kwa hata ukipata maji yanakuwa yatumwa, lakini pia nayo ilikuwa na changamoto ya chini ardhi. Kwa hiyo tunatoa maji katika eneo hili la jiji la Tanga ambao wanahudumia mamlaka hii ya Tanga. Tumeshuhudia maeneo mengi sana watu wana shida ya maji, lakini eneo hili la Handeni, Mheshimiwa Rais, watu walikuwa na dhiki ya maji. Maamuzi haya ambao umeyafanya, Mwenyezi Mungu atakulipa na baraka nyingi sana utazipata. Maji hayana mbadala. Maji si kama wali, ukikosa wali unaweza ukala ugali. Mtu ambaye anakosa maji, madhara yake ni makubwa sana. Mheshimiwa Rais, mradi huu ulikuwa kwenye makaratasi miaka yote ya nyuma, na historia yake ilikuwa ni ujenzi wa miradi katika miji 17. Umenipa malengo kuhakikisha 95% upatikanaji wa maji mjini. Ukaniambia hizi fedha dola milioni 500 sitaki ujenge mradi miji 17, itoke miji 24 na mimi nitakuongeza 4 ili miji yote ya Tanzania twende tukaje. Piga makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Rais. Naam, masaa yanayoyoma na dakika zinasogea. Hakuchi kuna kucha. Unaikumbuka kauli hii ya Amiri Jeshi Mkuu, mama wa Tanzania na Rais wa Jamhuri ya Muungano Dr. Samia Suluhu Hassan kuhusu juhudi kubwa alizofanya kwenye sekta ya maji. 1, 2, 3. Makofi kina mama, vigelegele. Ulipozungumza sifa zote ulinipa mimi, lakini mimi nafanya kazi kwenye makaratasi na kutafuta fedha. Kazi ya kujenga miundombinu yote ya maji inafanywa na wizara kupitia mainjinia na wataalamu hao walokuwepo. Kwa hiyo ile sifa yote ya maji, tulivyogeuza sekta ya maji nchini, ni sifa yenu. Nami nawashukuru sana sana sana. Mnaijua wizara ya maji ilivyokuwa. Mheshimiwa hapa huwa anasema ilikuwa wizara ya lawama, lakini sasa ni wizara ya sifa. Niombe sana muendelee na sifa hii. Lakini ndugu zangu, hapa mnafanya kazi, tunawalipa kidogo, najua mshahara ni mdogo hautoshi, lakini kwa Mungu tunapata kikubwa zaidi. Wote tumetoka vijijini, tufikirieni hali ilivyokuwa ya mama zetu, dada zetu kule tulikotoka. Na leo tunavyowasogezea maji ya bomba karibu, kuyatoka yanakotoka na kuwasogezea, tumewapunguzia mzigo wa kiasi gani. Lakini tumewapa nafasi ya kufanya ibada kwa vizuri. Bila maji hakuna ibada, lakini yanapokuja maji ibada zinafanyika, hygiene inakuwepo. Tumezuia maradhi kwa kiasi kikubwa. Wananchi wamepata afwa ya kupata maradhi, hasa yale wanaita ni waterborne diseases. Sasa yameondoka, kama yapo kiasi kidogo sana. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi nawarudishia nyinyi shukrani na nawapongeza sana kwa kazi nzuri mlioifanya. Kuanzia mwaka 22 tuseme 21 yote tulikuwa tunasukumana. Kila siku nikimkuta waziri, wizara yako badilika. Lakini 22 mkasema sasa tunaanza kazi. 22, 23, 24, you have done a tremendous job. Kazi yangu mimi ni kuzunguka kutafuta fedha na kuletewa makaratasi, ramani zikoje, wapi tunaenda, fedha ngapi inatakiwa. Hii nazunguka na itafuta, lakini wachapa kazi ni nyinyi. Mimi nawashukuru sana. Asanteni sana. Na msife moyo, chapeni kazi. Asanteni sana. Maji ni uhai, na Tanzania sasa inatabasamu kwenye miradi ya maji kupitia RUWASA. Makala hii
imeandaliwa na waandishi wazalendo kutoka mkoani Tanga, Kalamu Zalendo, kupitia mpango wake wa A4E Tanzania Kwanza.